Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya wakati ulioamriwa, ibada na maombi ya kubadilishwa na Yesu. Wapo watu wengi sana ambao mnanisikiliza muda huu. Kuna aina za tabia ambazo zimewashika, imekuwa mwiba kiasi kwamba unajikuta imekuwa addiction. Umeshindwa kutoka kwenye tabia hizo. Nataka niseme na mtu ambaye anataka tabia fulani hivi ambacho kamemkosesha fursa kwenye maisha, kamemtenganisha na watu, kamemfanya yeye kupokea baraka za Bwana, na wakati mwingine tabia hizo zimesababisha kuharibika kwa ndoa yako, kwa afya, kwa uchumi, kwa mahusiano na hata kwenye familia yako. Mambo yamekuwa hayaendi kabisa kwa tabia hizo, na baadhi ya tabia hizo inaweza ikawa ni tabia ya uzinzi, tabia ya uasherati, tabia ya uongo, tabia ya uvutaji wa sigara, tabia ya ulevi, tabia za kuteta watu, tabia tabia za mambo yanayokutokea ambayo ni natural wakati wa usiku, ufahamu, uelewi. Kwa hiyo hii ibada hii ni ya kwako kabisa. Ibada hii ni ya kwako. Sikiliza nikwambie, yapo mambo ambayo unaweza ukawekeza bidii yako wewe mwenyewe. Zipo tabia ambazo ni za mwilini, unaweza ukaweka bidii yako wewe mwenyewe ili kutoka kwenye tabia hizo ukashindwa. Kwa sababu gani? Wewe kama wewe huwezi ukaishinda tabia, lakini Roho Mtakatifu ndani yako na nguvu ya Mungu juu yako ndiyo inayoweza kukusaidia wewe kutoka kwenye hali kama na hiyo. Tafsiri yake ni kwamba hakikisha unamkaribisha Yesu ndani yako, hakikisha kwamba unamwamini Yesu vya kutosha, unamwamini Mungu kwa 100%, ndipo atakusaidia kutokea hapo. Sio kuwekeza jitihada na bidii yako. Neno la Mungu linasema tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. We've been saved by grace through faith. Yaani tumeokolewa kisha kuamini. Yaani kinachotangulia kwanza ni kuamini. Tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Kinachotangulia ni imani, ni kuamini. Ndipo upendeleo unakuja. Yaani ni kuamini. Hakuna matendo yoyote unaweza ukafanya, hakuna kazi yoyote unaweza ukafanya. Na neno la Mungu linasema kwamba hiyo haitokani na juhudi zenu ama kazi zenu, bali ni neema ya Mungu, ni kipawa. It is the gift of God. Ni ahadi, ni zawadi kutoka Mungu ambayo anatukirimia. Let me tell you, kuna tabia na hali ambayo unayoipitia kwa sasa inayofanya kwamba watu wanakaa mbali na wewe, watu wanakukataa, watu wanakukimbia, watu wanaanza kukuona, wanasema amekuja tena, amesogea tena. Yani wanakimbia, unajikuta uko mwenyewe. Nazungumza na wewe, yamkini mume amekukimbia, yamkini mke amekukimbia, yamkini watoto wamekukimbia, yamkini wazazi wamekukataa, yamkini watoto wako wamekukimbia, marafiki wamekukimbia. Nazungumza na wewe, yamkini umefukuzwa kazi, yamkini biashara imeharibika kwa sababu ya jambo fulani, tabia fulani ama mwenendo fulani ambao unaopitia kwa sasa. Roho Mtakatifu anaenda kukusaidia kwa namna ya kipekee. Kabla sijaomba kwa ajili yako, nataka ufahamu hili. Ukikataliwa na watu, nataka ujue kwamba Yesu haja kukataa. Kukataliwa na watu haimaanishi kwamba na Yesu amekukataa. Watu wakikukataa, Yesu atakupokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu huwa wanaogopa muonekano. Watu huwa wanaogopa mionekano ya watu wengine, maana watu hawajui kubadilisha watu. Mwanadamu hajui namna ya kubadilisha mwanadamu mwingine, ila Yesu haogopi muonekano, haogopi kabisa tabia yako ama
mwenendo wako. Kwa Yesu, kwake yeye kuna uwezo wa kubadilisha watu. Neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Mathayo ile sura ya 11, inasema njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Yani haijalishi ni mzigo gani, no matter what kind of addiction do you have, haijalishi. Naomba nirudie tena, njoo jinsi ulivyo, alafu kazi ya kubadilisha watu, kazi ya kutransform watu ni ya Mungu, kazi ya Roho Mtakatifu hiyo, na anaenda kufanya jambo hilo dakika chache zijazo. Watu hawabadilishwi kwa maoni ya watu. Watu hawabadilishwi kwa mitazamo ya watu mitandaoni, ama makanisani, ama barabarani, ama kwenye vikao, ama kwenye makundi, kwenye vikao vya familia. Lakini watu wanabadilishwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Hata mimi ninayekuambia hapa, mimi sina nguvu ya kubadilisha mtu, lakini Roho Mtakatifu ndani yangu ndiye anayeweza kukubadilisha wewe. Mungu anabadilisha watu wake yeye mwenyewe na wala hasaidiwi kazi. Sikiliza nikwambie, watu wakikunyima nafasi, na wakati mwingine watu wanakunyima muda wa kubadilika, basi jipe mwenyewe muda na nafasi ya kubadilishwa na Yesu. Watu wanaweza wakakuchoka, tabia yako ikawachosha kabisa. Yaani watu wamechoka na ulevi, watu wamechokwa sijui na haya na yale, watu wamechoka na uvutaji wa bangi. Listen to me, listen to me, listen to me. Sikiliza nikwambie, muda na nafasi mpatie Yesu ili aweze kubadilisha. Sifa ya watu ni kuwa kwamba watu wengi sana, isipokuwa walio na Roho Mtakatifu, asili ya watu ni kwamba hawana uvumilivu. Hawana uvumilivu. Lakini Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Luka sura 18 mstari wa 7, inasema na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mwaminifu, naye ni mvumilivu kwao. Asilia mwanadamu hayupo mvumilivu. Mwanadamu uvumilivu kabisa hana, lakini uvumilivu ni moja ya tunda, ni sehemu ya tunda ya Roho Mtakatifu, ni sehemu ya tunda ya Roho Mtakatifu. Uje kwa Mungu hivyo hivyo ulivyo, njoo kwa Yesu hivyo hivyo ulivyo. Watu wengi, watu hawana subira. Watu hawana subira juu yako. Ndio maana ni wepesi kutoa maoni kabla ya kuona, kabla ya kuona finally product ya Mungu atakavyomalizia na namna atakachokifanya. Watu wanaanza kutoa maoni. Mtu wa Mungu, anza kumaanisha kila hatua unapoamua kumfuata Yesu. Anza kuja kanisani. Start to come to church. Anza kuja church. Wewe endelea tu hivyo hivyo. Keep coming. Siku baada ya siku. Na ushuhuda uko mbele yako. Let's look in Jesus. Let's look upon Jesus. Tumwangalie Yesu tu, ambaye ndiye mwandishi wa maisha yetu, wa imani yetu. Achana na watu watakwambia nini, watu watasema nini. Wewe muangalie Yesu. Anza kuja church, anza kuja kanisani, ibadani. Anza kumaanisha kila hatua yako ya kumfuata Yesu. Wewe anzisha mahusiano tu na Yesu. Anzisha tu mahusiano yako wewe na Yesu. Ianzishe moja kwa moja. Yesu ndiye aliyetufilia. Mimi ninakufundisha kama mwalimu wako. Sikiliza mtu wa Mungu, njoo kwa Yesu hivyo hivyo ulivyo. Anzisha mahusiano yako na Bwana mara moja. Start.
Just come to Jesus. Just come to Jesus. Wewe mfuate Yesu wako hivyo hivyo. Yesu, kwani Yesu ni wa watu fulani tu hivi? Kwani Yesu ni wa watu tu ambao wako hivi? Kwanza sikiliza nikwambie. Yesu atafuta aliye perfect, hapana. Yesu alikuja kwa ajili ya watu wa ovyo ili awafanye wao wa maana na wao. Na yeye mwenyewe anasema kwamba sikuja kumtafuta mwenye haki ili kutubu, bali mwenye dhambi, yule aliyepotea. Wewe kuja kwa Yesu namna hivyo hivyo ulivyo. Namna ulivyo, yani jinsi ulivyo, uje tu kwa namna hiyo. Alama ya kujumuisha 2778624371 popote pale ulipo duniani tunakufikia kwa njia hii. Na ikiwa unatamani kumpokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, wasiliana nasi kwa namba hii. My brother, my sister, this is the time. You just come to Jesus the way you are. Uje tu kwa Yesu namna ulivyo. Mambo ya kubadilishwa ni ishu ya Mungu, ni ishu ya Roho Mtakatifu, sio ishu ya mtu. Wewe uje kwa Yesu, chukua hatua tu. Just believe, just have faith in him, just believe. Naomba niombe. Wewe ambaye unatamani kumpokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, wasiliana nasi kwa namba hizo, mtu wa Mungu. Wasiliana nasi kwa muda huu. Hebu sema maneno hayo baada yangu. Sema: Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neema yako juu ya maisha yangu. Asante Baba kwa kunipenda. Asante Yesu kwa kunifilia msalabani. Asante Bwana kwa kuyatoa maisha yako kwa ajili yangu. Nimekuja mbele zako siku hii ya leo. Unisamehe makosa yangu yote na dhambi zangu zote. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Vuta jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu chako cha uzima. Nifanye kuwa mwana wako leo. Unioshe kwa damu yako na inineneye mema maishani mwangu siku zote za maisha yangu. Ninamkataa shetani na tabia zake zote. Ninamkataa shetani na mambo yake yote. Yesu wangu, nisaidie. Unisaidie. Roho Mtakatifu, unijaze. Katika jina la Yesu ninayakabidhi maisha yangu yote kwako. Uniongoze Bwana, katika jina la Yesu. Hebu tulia niombe kwa ajili yako sasa. Amen. Baba, katika jina la Yesu, asante Mungu wangu kwa neema na rehema zako. Mungu mwenye upendo, Mungu mwenye uaminifu, Mungu mwenye amani. Asante kwa upendo wako kwa ajili ya mwanao huyo ambaye umesema na maisha yake. Umjaze Roho wako Mtakatifu kwa muda huu. Umfunike, umjaze Roho Mtakatifu. Fill him. Fill this person with the Spirit of God. Mjaze Roho Mtakatifu kwa muda huu katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu ashuke juu yake kwa nguvu muda huu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kila tabia za mwilini, kila tabia za kipepo zilizokuwa zikimtafuna, every spirit of addiction over his life, ninavunja kila roho za addiction, kila roho chafu, kila mapepo, kila majini zinazompeleka pabaya, zinazomuongoza pabaya, zinazomfanya achukue maamuzi mabaya. Kwa jina la Yesu ninamtenga na roho zote za hila, ninamtenga na roho zote za giza, ninamtenga na tabia chafu, ninamtenga na roho za kipepo katika jina la Yesu Kristo. Neno lako linasema kwenye kitabu cha Kolosai
Wakolosai 1:13 ya kwamba naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa jina la Yesu ninamuhamisha mtu huyo kutoka kwenye tabia hizo za kipepo na kuingia kwenye tabia za Kristo Yesu, in the mighty name of Jesus Christ. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa upendo wako na nguvu zako uweze kumfunika mwanao huyu popote pale alipo, ni katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ni katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Every spirit ambayo Bwana inamfanya Mungu aendelee kufanya hayo mambo, ninamtenga nayo kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Tabia hizo tunazivuta kwenye ulimwengu wa roho, tunavuta hizo tabia katika jina la Yesu. Tabia ya ulevi, tabia ya uzinzi, tabia ya uongo, tabia ya uvutaji sigara, tabia ya uzinzi, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai. Baba, natangaza maisha mapya juu yake, natangaza mwanzo mpya juu yake katika jina la Yesu Kristo. Imeandikwa, na mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama sasa yote ni mapya. Kwa jina la Yesu, aliyetengwa na familia yake, aliyetengwa na ndoa yake, aliyetengwa na mwenza wake, mume wake, mke wake, aidha watoto, aidha wazazi, kwa jina la Yesu ninawarejesha, kwa jina la Yesu nawarejea, kwa jina la Yesu hayo mahusiano na yarudi kwenye nafasi. Ye Bwana Mungu mwenye nguvu, ninatamka kwa jina la Yesu Kristo, furaha na amani viweze kurejeshwa kwenye maisha mtoto wako huyu, furaha na utulivu viweze kurejeshwa kwenye maisha yake, fursa na baraka na kibali chako Mungu kiweze kurejea kwenye maisha watu wako katika jina la Yesu Kristo Mwokozi na Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu, asante kwa restoration, asante Bwana kwa urejesho wa furaha ya kweli, asante kwa urejesho wa amani, asante kwa tunda la Roho ambalo Bwana linaenda kuzalika ndani ya mtoto wako huyu katika jina la Yesu Kristo Mwokozi na Mungu aliye hai. Hata sasa Baba, ninakushukuru kwa maana unaenda kurejesha pia sio tu furaha, sio tu amani, bali pia na uchumi na biashara na maisha yake yote, ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi na Mungu aliye hai. Amen. 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 Mungu akubariki sana mtu wa Mungu. Unachoweza kufanya, hakikisha kwamba unawasiliana nasi kwa ushauri wa kiroho na maelekezo pale ambapo ulikuwa umekwama. Kuna mambo unatakiwa kuelekezwa ili kwamba adui asiendelee kukushawishi. Hakikisha unawasiliana nasi kwa jambo lolote lile. Mungu akubariki sana. Na jambo la pili unaloweza kulifanya muhimu, hakikisha unawatumia wale wengine wote ambao adui amekuwa akitapanya maisha yao na kuyaharibu kwa njia za tabia. Kwa hiyo Mungu akubariki sana, na Roho Mtakatifu mwenye kazi ya kubadilisha watu afanye kazi ndani yako. Ninakupenda, lakini ukweli ni kwamba Yesu Kristo anakupenda zaidi. Baki umebarikiwa. Shalom.